Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipatiwe tuwape. Pambaneni mpate katiba mpya. Kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Nani kasema maendeleo yanaletwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa? Moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya watu wote, tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi? Hajui. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Siasa tunadhani tuna right, haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo. Na waambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Na waambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Kama kuheshimu vitabu, tungeheshimu vya dini. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? Wangapi tunavikiuka hatuviheshimu? Na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake. Hata cha dini. Huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui humo ndani ya masafu kuna nini. Huwezi kuheshimu Bible mpaka ujue ndani ya hiyo Bible kuna nini. Mimi natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya Watanzania wajue hiyo katiba ni nini. Na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaaje? Mwingine hata kukijua hakijui. Ukienda huko vijijini, mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndio katiba. Hajui ilani inasemaje wala katiba inasema, hawajui. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya. Kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Mimi nihakikishe hilo. Nataka nihakikishe hilo. Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Wamekwambia wewe? Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Lakini nachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ilani hii inatekelezwa 2025-2030. Hata mwaka tu haujafika. Sasa asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi
Tanzania eti waipiganie katiba mpya. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Sawa, tumesikiliza mabishano haya ya mkubwa na mdogo wake. Lakini mimi nikusomea kitabu cha Yeremia sura 22 na ule mstari wa 3. Bwana asema hivi, fanyeni hukumu ya haki, mkamtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Fanyeni haki, mkamtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu. Akina Mdude, akina Polepole, akina Injili Geuzayo Roho, akina nani ule wa Mbeya yule alikuwa ametekwa, yule kijana Chaula. Fanyeni mbio mkawatoe hao kwenye mikono ya udhalimu, wala msiwatende mabaya wageni, wala yatima, wala mjane, wala kuwadhulumu, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia. Katika mahali hapa, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia. Mahali hapa ambapo Mungu amepapendelea. Tanzania kuna kila kitu, chakula chake ni kizuri mno, mazingira yake ni mazuri mno, lakini ni nchi iliyokaliwa na wauaji, imekaliwa na watu wa ajabu wasio na utu hata kidogo. Wewe unaweza kuteka mtoto wa mtu ambaye amemkuza, kamlisha, kamvalisha kwa shida, kamsomesha kwa shida, amefikia labda mpaka ubalozi, ama wengine hajafikia hata balozi, mwingine ni mtoto mdogo kama alivyokuwa wa kwangu. Wote wako hapa chini, lakini unawafanyia vurugu, unapoteza makaburi yao. Mama yake hawezi hata kwenda kuona kaburi la mtoto wake. Jamani, nyie tuko duniani, mimi naambieni. Haya, kama mdogo na mtu unabishana hivi, hapa sio tuseme ni nani na nani, mbishano uko hivi. Mwingine hahitaji kabisa, mwingine anasema pambanieni.